Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Basi hapa tunazungumza hapa Sheikh maarufu huyu alim ulama Sheikh Nasr bin Salim Al-Rawahi, Abu Muslim maarufu duniani. Huyu mwanachuoni mkubwa sana huyu, ambaye alizaliwa Omani na katika ukoo ambao uliokuwa cha Mungu. Baba yake vile vile alikuwa mmoja katika alimu mkubwa sana huyu, na alikuwa kadhi wakati wake babake, na babu yake vile vile alikuwa mwanachuoni na alikuwa kadhi wakati wake. Mwanachuoni huyu Sheikh Nasr Abu Muslim alipata elimu yake kwa wanachuoni mbalimbali Omani. Alipata kutoka kwa babake na wanachuoni mbalimbali, na baadaye baba yake akafanya safari ya kwenda Zanzibar. Hapa itakuja kidogo kwa nini akaenda Zanzibar. Babake ilikuwa Said Barghash akiwapenda sana maulama, aliwavuta maulama kutoka sehemu mbalimbali. Hii ilianza toka wakati wa babake Said Sultani. Said Sultani alichukua maulama kutoka mbalimbali, aliwaalika Zanzibar, kutoka Komoro, kutoka Yemen, Omani, wote aliwachanganya akaweka pamoja hawa, na utakuta Zanzibar ikainuka kielimu kwa sababu ya wanazuoni ya dini. Na hata kadhi mkubwa wa Zanzibar walikuwa ni masunni, na kuna kadhi mwingine wa sunni na waibadhi. Sasa hii ilikuwa inaendelea mpaka watu wake. Kwa hiyo Said Barghash aliwaita wanachuoni wengi sana wa Kiislamu kuendeleza mambo ya dini. Sasa mmoja hapo alikuwa babake huyu Abu Muslim Sheikh Salim Al-Rawahi, akaenda Zanzibar, na ilikuwa akaondoka na mwanae Abu Muslim. Ndio Abu Muslim ilikuwa sababu ya mwanzo kuondoka kwenda Zanzibar, kwa sababu kaondoka na babake. Babake alichukua kwa nafika kule, akachaguliwa kwa kadhi wa Said Barghash. Mwanachuoni huyu kama unavyojua maarufu kwa mambo yake ya kuandika mashairi na mambo chungu zima. Alikuwa mshairi mkubwa sana, hata katika ushairi wake alitunga kitabu cha Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kile kitabu cha Maulid Nabi cha Abu Muslim kimeandikwa, mwanachuoni aliandika, na alianza kazi hii toka alikuwa na age ya miaka 18. Aliandika mashairi mengi sana katika uhai wake. Utakuta tukao tunazungumza Zanzibar, hizi falme ziliwaita hawa wanazuoni mbalimbali, wakaja wakashahidisha, elimu ikanyanyuka, elimu hai katika top. Kulikuwa hakuna misunderstanding ya madhehebu ya jambo lote, divide and rule. Tazama wale sultani walikuwa pale wamerule, wao hawakuvutia wao madhehebu ya kiibadhi, unafahamu, hajakuvutia, kilikuwa mavutia uibadhi. Basi leo istafika kilikuwa 60% 70% ulikuwa uibadhi, lakini wameweka maikadhi wa kisunni na maibadhi wote kwa pamoja kufanya kazi pamoja, na madhehebu zote Shia wote walikuwa kitu kimoja. Kulikuwa hakuna divide and rules, hamna kitu kama hicho kabisa. Ndio maana Zanzibar ikang'ara, ikainuka katika hali ya juu, na utakuta chanzo za Waingereza kuingia katika East Africa, kwa sababu hii dola ilikuwa imetawala East Africa nzima, imekwenda na sikuwa imetawala kwa nguvu, ilikuwa wameitwa wao kuna kumuondoa Portuguese. Ake history inapotozwa kwa Waarabu wao kutawala kwa nguvu, wakafanya watu slaves. Ni uongo kabisa. Portuguese ndio waliotawala kwa miaka mingi East Africa, na wakaua watu chungu nzima katika East Africa, especially Kenya. Waliua, ipo history ya Kenya zungumza. Wengine history inapotesha kwamba falme za Kiomani zilizokwenda East Africa, wao ndio wamewaalika Waingereza waende pale, na ziko nyaraka. So many history jamaa. Waingereza walifanya mkutano unaitwa Berlin huo. Walikaa pamoja Uingereza na Mjerumani na Italy, wote wakafanya mkutano kuivunja dola hii ya Zanzibar, na wakaikata mapande. Hii Tanganyika wakaichukua kule Mjerumani, nafahamu. Hii istafika upande huu Kenya, na Zanzibar wakaichukua Uingereza, unafahamu. Wakagawana mapande ili kuivunja hii dola ya Kizanzibar. Ilikuwa sababu ushaona Waislamu wafalme ni Waislamu na ni Waarabu, kwa hivyo wakaikata, wakipasua. Kwa hivyo zile dola zilizokuwa pale, falme zilizokuwa pale, wao walilazimishwa kuandika zile nyaraka. Walikuwa hawana nguvu hizo. Zama ile mfalme walimkataa Mwingereza, nafikiri Sultan Khalid walimkataa, alikaa for 3 years. Walipiga mizinga Betlehem ikavunjwa. Hali walikuwa na jeshi kubwa la kujihami wao. Walikuwa wamekaa pale, wamealikwa, wanatawala, na biashara zikaenda, nchi zikaenda, watu Zanzibar inuka kwa biashara ikaja juu. Hata wao Waingereza wa Marekani wakaenda kununua vitu Zanzibar. Wanasemekana kwamba mafuta wakati wakitumia mafuta ya light yalikuwa mafuta ya nyangumi, na alikwenda kununua Zanzibar. Ilikuwa soko kubwa ile, inajulikana maarufu Zanzibar. Kwa hivyo si falme, si wao ndio wamemleta Mwingereza. Waingereza wameingia kwa nguvu, kwa sababu wana nguvu.
Nafahamu. Kwa hivyo kaandikiana mkataba. Nafahamu wamelazimishwa kuandika mkataba. Kama mambo yanatokea sasa hivi tunaona Marekani, what's going on? Usizungumze mbali, zungumza kama sasa hivi. Au utakuta mtu anazungumza hizi falme ndio wamleta Mngereza kuja kujihami. Ajihami ni gani? Na wakati wao falme zimeitwa pale wakamuondoa Mportuguese. Zungumzeni kweli, sizungumze tu porojo porojo. Kwa hivyo na hizi falme zikashughulikia mambo elimu ikaja kainuka juu. Nafahamu bench za English za wasome Zanzibar zilikuja juu kabisa bwana. Nafahamu sio kwa nazungumza mimi, wamesoma watu wametoka katika high school ambapo baada ya mapinduzi kutokea wengi wakaondoka watu wale waliotoka, wengine wamekwenda Europe, wamekwenda wapi huko, walikuwa wakaja Arabuni, waliotoka mapilot, maengineer, madokta, watu mbalimbali wamekuja wametoka Zanzibar. Benchi zile zilikuwa elimu ilivyokuja juu kabisa Zanzibar. Tazama, nitakupa mfano. Kuna kitabu kaandika mwenyewe marehemu alikuwa rais wa Tanzania Sheikh Ali Hassan Mwinyi, kaandika mwenyewe, anasema yeye baba yake alipotaka aende kusoma wanawe alimpeleka Zanzibar, ukutani pale kuna kusoma. Mwenyewe katika kitabu sikaandika mwenyewe, anasema nimepelekwa kusema, katoka bara kapelekwa Zanzibar kuna kusoma. Anasema ile elimu iliyokuwa pale ya ukutani ilikuwa sawa sana Oxford. Huyu nani azungumza naye? Tafuteni kitabu cha Ali Hassan Mwinyi mkisoma, azungumza. Ilikuwa hali kama ilikuwa standard English, ilikuwa standard ya elimu Zanzibar ilikuwa juu kabisa. Hakuna mfano wake tuzungumza. Na mashahidi wapo, watu wamesoma hapo pale. Kuna watu wameka rekodi katika Oxford. Kuna mmoja tu Muhammad Mfaransa, kaika rekodi ya Oxford iko mpaka leo. Hao walikuwa wanasoma Oxford. Mgereza British resident, wanafunzi walikuwa kipasi pale Zanzibar, mwisho wakapata shock, mbona hawa wanapasi sana wakaingilia mpaka Wizara ya Elimu kwamba mbona wanafunzi wanapasi sana, bora ipunguzwe elimu. Zama khiana zimeanza hizi, kabla ya ipunguzwe elimu Zanzibar, kwa sababu watu walikuwa wakisoma sana na maksi zao zikija top. Kwa hivyo unapozungumza kuhusu Zanzibar lazima uzo kule mambo, si kutafuta mambo ya porojo tu, tafuteni evidence mzungumze. Kwa hivyo huyu namzungumza mimi, nimeingia katika mambo haya. Huyu Abu Muslim, huyu ni mwanachuoni mkubwa sana, na huyu alipokuja akaresign 1911, akaja akaresign. Huyu alifungua gazeti lake mwenyewe Zanzibar. Gazeti lake mwenyewe alifungua la Kiarabu. Gazeti la mwanzo la Kiarabu alifungua, linaitwa Najah. Gazeti la Najah likitu ilikuwa na kurasa kama 4 mpaka 6 ikaongezeka. Na gazeti hili wanasema baadaye akaja akachukua, kuna mmoja kiitwa Sheikh Nasr bin Suleiman Lemki, yeye akateka over akachukua gazeti. Na gazeti hili halikudumu sana, likakaa karibu miaka 4 alafu likapotea kabisa. Ilikuwa gazeti la Kiarabu la mwanzo. Kwa hivyo huyu mwanachuoni Abu Muslim, huyu ni mwanachuoni mkubwa sana na ni mwandishi mkubwa sana wa mwanzo ambaye maarufu hata UNESCO katika tarehe 14 Novemba 2019 walifanya hafla yake Paris. UNESCO walifanya hafla yake ya mwanachuoni huyu, ilikuwa 100 years inatimia toka afi kwake. Walifanya na wamemtumikia nishani mwanachuoni huyu UNESCO, just imagine. Kwa hivyo huyu mwanachuoni mkubwa, hawa wanachuoni mkubwa wametoka na waliitwa balozi Omani, walilikwa kwenda kupokea gift yake. Mwanachuoni huyu amekufa 100 years. Zama watu vipi walikuwa na elimu kama hawa? Subhanallah. Kwa hivyo Zanzibar walitoka watu wenye elimu kisafu. Mfano wa mwisho ninakupa mimi, aliyopata Nobel Prize Gurna. Kaanza wapi kusoma? Kasoma pale, mwandishi mkubwa vitabu. Mpaka leo andika vitabu kuhusu history ya Zanzibar. Nobel Prize. Kasoma pale na kasoma Dajan School pale. Dajan School sasa hivi iko soko. Lakini mimi naona pale okay, japo kitu hivi alama kwamba hapa katoka moja ya mwanafunzi kapata Nobel Prize. Ni sifa kwa Zanzibari, mtu Mzanzibari na yeye mwenyewe ajigamba Mzanzibari, mko Uingereza lakini Mzanzibari, lakini kapata Nobel Prize. Kile kwa chochote pale bao akaambisha kwamba hapa katoka mtu katika dunia katoka Nobel Prize, katoka Zanzibar. Mwenyezi Mungu tunaomba kheri, na haya tunazungumza kutaka kushahidisha Zanzibar na yaliyopita yamepita. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri. Shukran wa jazakallahu khair. Asante.